Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka katika mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC, mechi ya mzunguko wa pili, ambapo mechi ingeikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Mchezo huu tunaona ulikuwa umepangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025 kuanzia saa 1:15 usiku katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kutokana na sababu ambazo ziliweza kujitokeza kwa Simba Sports Club kuto kuruhusiwa kwenda kufanya mazoezi tarehe 7 mwezi Machi majira ya saa 1, kwa kile kinachodaiwa kwamba mabaunsa wa klabu ya soka Yanga aliweza kuwazuia Simba kwenda kufanya mazoezi, ikapelekea klabu ya soka ya Simba kuweza kutangaza rasmi kwamba hawatakwenda kucheza mchezo huu. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine ilipofika tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025, klabu ya soka ya Yanga wao walienda katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 11 kwa ajili ya kucheza saa 1:15 usiku mechi dhidi ya Yanga Sports Club, lakini mchezo huu tunaona uliweza kuahirishwa kutokana na kwamba klabu ya soka Yanga, kwa mujibu wa TFF, kosa la Yanga ambalo waliweza kuchunguza kwa mara ya kwanza ni kwamba kuna mabaunsa wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ambao waliwazuia Simba kufanya mazoezi. Kwa hiyo kapelekea Simba kutokwenda uwanjani, lakini Simba kosa lao ni kwamba wao hawakutoa taarifa ya kwenda uwanjani. Kwa hiyo kutokana na hili TFF wakaweza kuahirisha mchezo kwa sababu ukiangalia Yanga wana makosa, Simba Sports Club nao pia wana makosa. Sasa mara baada ya ili kujili, kila mtu anajiuliza, je, itakuwaje? Kwa sababu katika taarifa ambao Yanga Sports Club waliweza kuitoa ni kwamba wao hawatambui tena mchezo huu, kwa sababu ukiangalia taarifa ambao Young Africans wameweza kuitoa basi ina mambo matatu. Cha kwanza, kupewa haki yao ya ushindi kwa mujibu wa kanuni. Cha pili, kuto kushiriki mechi dhidi ya Simba kwa tarehe yoyote ile ambayo itapangwa mpaka sasa. Lakini la tatu, TFF imekosa Yanga wamekosa imani na kamati inayoendesha ligi kuu Tanzania bara ikiongozwa na Steven Mguto sambamba na Almas Kasombo ndiye katibu katika bodi. Kwa hiyo msimamo wa Yanga ni kuto kucheza mechi, pia watakapewa haki yao ushindi kwa mujibu wa kanuni. Lakini Simba Sports Club kwa mujibu wa taarifa nao pia wana mambo matatu. Cha kwanza, wao wanaheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka yanayosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania kupitia bodi yake, yani TFF. Pili, Simba wanasubiria maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka kuhusu mchezo wao kupangiwa tarehe nyingine. Lakini jambo la mwisho ambalo Simba wanalitambua, jukumu la Simba wao ni kusubiri tarehe mpya. Kwa hiyo Simba wakishajua tarehe mpya, moja kwa moja wapo tayari kwenda kucheza na Young Africans, lakini wafanye mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu ukiangalia kilichopelekea Simba kuto kucheza mchezo wake ni kwa sababu hawakufanya mazoezi. Sasa watu wengi wanajiuliza, je, itakuwaje? Kwa sababu mpaka sasa kamati ya ligi kuu Tanzania bara hajaweza kutoa taarifa yote kuhusiana hiki ambacho kinaendelea. Kwa mujibu wa wachambuzi wengi, wanaona kuna uwezekano mkubwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ikapewa alama 3 sambamba na alama 3 sambamba na magoli 3 kwa sababu Simba hawakwenda uwanjani. Lakini watu wengine wanaona kuna uwezekano mkubwa baadhi ya viongozi wa klabu ya soka ya bodi wakajiuzulu kwa sababu ya kushindwa kutafsiri sheria zinazosimamia mpira mguu. Sasa kwa mujibu wa utafiti wetu tumeweza kukuchambulia kidogo, je, ni kipi ambacho kitakwenda kutokea kwa klabu ya soka ya Simba kushindwa kufika uwanjani, kwa sababu watu wengi wanaona kuna uwezekano mkubwa Simba ikashushwa daraja. Sasa tumeweza kutafuta kanuni inasemaje. Kanuni ya 31 kuto kufika uwanjani kwa sababu Simba wao hawakufika uwanjani. Kanuni inasemaje ya 31? Timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF, TPLB au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatazo. Adhabu ya kwanza, kifungu cha kwanza inasemaje? Kutozwa faini ya shilingi milioni 5, ambapo shilingi milioni 2.5 itachukuliwa na bodi ya ligi kuu na shilingi milioni 2.5 italipwa kwa timu pinzani. Kwa hiyo tunaona kama TFF wakijiridhisha kuna uwezo mkubwa Simba wakatozwa faini ya milioni 5. Lakini adhabu hiyo kifungu cha kwanza nukta 2 inasemaje? Kulipa fidia ya maandalizi uharibifu wote unaoweza kujitokeza. Kifungu cha kwanza nukta 3 nasema kupokwa alama 15
katika msimamo wa ligi, na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinidhamu. Adhabu inaendelea kusemaje? Endapo timu itakuwa na alama pungufu ya 15, itakuwa na alama asi kwa kiasi kinachopungua kwenye msimamo wa ligi. Endapo timu itamaliza msimu wa ligi ikiwa na alama asi, itaanza na alama hizo asi katika mashindano ya ligi kwenye msimu unaofuatia wa ligi ya hadhi yake. Kwa tunaona timu ikimaliza na alama asi, mfano kama Simba wangekuwa na alama 10, kwa hiyo wakipoka alama 15 basi watakuwa wanadaiwa alama 5. Kwa hiyo moja kwa moja watashuka daraja kwenda kucheza ligi ya championship na wataanzia huko akiwa wanadaiwa alama 5. Lakini adhabu hii inaendelea kusema hivi: timu itapoteza haki ya kuchukua gawio lake la mapato ya mchezo huo. Kiongozi yeyote atakayebainika kushiriki, alishawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutokea uwanjani bila sababu za msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi 12. Kwa tunaona kuna uwezekano mkubwa kama TFF wakijiridhisha, kuna uwezekano baadhi ya viongozi wa klabu ya soka ya Simba wakafungiwa kujihusisha na mpira kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lakini adhabu inasema hivi: inaweza kukabiliwa na adhabu zaidi ambapo TPLB inahitaji kuchukua hatua za zaidi kadi itakavyoona inafaa. Lakini timu yote iliyopewa adhabu ya faini chini ya kanuni ya 31 hairuhusiwi kucheza hadi itakapotekeleza adhabu hiyo kwa daraja ambalo itakuwa ipo. Kwa hiyo tunaona hii ndiyo adhabu ambayo Simba kama wakienda kuchunguzwa, wakigundulika kwamba alikuwa na hatia, basi kuna uwezekano mkubwa wakaweza kukutana na adhabu hizo. Lakini watu wengi wanapingana na sheria, kwa sababu ukiangalia hakuna refa aliyekwenda uwanjani wala hakuna vyombo vya habari ambavyo viweza kuchukua tukio la Yanga kuhusiana na wao kuingia uwanjani, huku Simba wao wakishindwa kwenda uwanjani. Kwa hiyo tunaona kwa adhabu hii Simba Sports Club wanaweza kuepuka, kwa sababu hakuna refa ambaye alienda kumaliza ule mpira, kwa sababu sheria timu itaingia uwanjani na kwenda kupanga pale, kisha mara baada ya hapo referee ndiye ambaye atakwenda kuchukua taarifa. Kwa Yanga walikwenda uwanjani, lakini mara baada ya kwenda hakuna muamuzi aliyekuwepo. Lakini mara baada ya Yanga kutoa taarifa kwamba hawaitambui mechi ya Simba dhidi ya Yanga, basi la Simba liliweza kuonekana katika mazoezi ya klabu ya soka ya Simba, yani Bunju, ambapo Yanga walipeleka basi lao kutaka kwenda kucheza dhidi ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi pale maeneo ya Bunju. Kwa hiyo tunaona Yanga bado walikuwa wakihitaji mechi. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa tulizokuwa nazo ni kwamba klabu ya soka Yanga wanapingana na ile, kuna uwezekano mkubwa wakaenda katika mahakama ya usuluhishi ya michezo CAS kwenda kudai haki yao ya kupewa alama 3 sambamba na Simba kupokwa alama 15, huku kwa upande mwingine wakiamini wao wana haki zaidi, kwa sababu ukiangalia wao waliweza kufuata taratibu zote za mchezo huo. Lakini kikubwa ni kwamba hakuna refarii ambaye alikuwa uwanjani. Kwa hiyo kwa sasa watu wengi wanasubiria taarifa rasmi kutoka TFF, kwa sababu ukiangalia kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba kuna uwezekano mkubwa mwenyekiti wa klabu ya soka Simba Murtaza Mangungu sambamba na rais wa klabu ya soka ya Yanga Engineer Said wakaweza kuitwa katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kwa ajili ya kuweza kujadili mustakabali wa mchezo huu, wakitaka kupanga tarehe mpya ya mchezo, kwa sababu ukiangalia klabu ya soka Yanga mpaka sasa kunako ligi kuu ya NBC wao wameweza kucheza michezo 22, Simba wakicheza michezo 21. Kwa hiyo Yanga amebakia na mechi 8, Simba akibakiwa na michezo 9. Kwa hiyo tunaona mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini all and all taarifa ambayo itakwenda kutolewa TFF moja kwa moja utakwenda kuifahamu ndani ya channel. Lakini kwa sasa kinachoendelea ndio hicho, klabu ya soka ya Yanga wao hautambui mchezo, huku Simba wao wakiutambua na kutaka kupangiwa tarehe muda wote ule kwa ajili ya kukabiliana na klabu ya soka Yanga. Lakini tumekupa intel na details zote kuhusiana na adhabu ambayo Simba wanaweza kukutana nao kutokana na kushindwa kufika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku Young Africans wao wakiweza kufika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho kinaendelea katika mchezo uliotakiwa kuchezwa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2024 kati ya Simba dhidi ya Yanga? Unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutoa maoni yako kuhusiana na mchezo huu kuweza kusogezwa mbele.